Biyake gima mwanchi umurigeria mutaseni kiandizi TV unanago tebya bukara umugeni tobereka ukira na AC studio kilomita ngali tukirigaria Jumanne ni gotokumurikira amangana aringete obo chenu gase gekekero busyo mwanchi umurigeria ndashiko batogosanganere daktari uyorabika okwanere goro yoborere bwa UTI atumanye obumbura iriki na kiboko ambukira nga kiboko cha somo bere nabo igekero montabere gakobonyora ngetambukiro kikeri abwenderete koimuke boigona bega gutumanya cinjira cyo gwetanga kurwa ase okonyora oburiro bumwanchi muliego kwariga ni bene elinde tobeto gusanga asobwa mogende gusanga nento gwetera asensemo chiche mitandao asensemo ya Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, website www.ndizitv.net. Namba yetu ya simu 0792192834 sanga na intoli boliri yago kubatikana n'uburiro bwigatogo kwanera emambe yabona iga wose liboliri nde obwate kubwatikana namangana arengete obochen kwendo mwanchi muri area tengere bageri gali ya bene kumwaligana ya studio atumanye na kyakorwa na ndenga hii yakorwa. Karibu sana daktari. Yes, asante sana. Unaweza jitambulisha kwa mpenzi mtazamaji? Kwa majina naitwa Calvin Lizanga. Nafanya kazi Mount Olives Medical Center. Hapa Mosocho. Na pia nafanya kazi Omobay County. Okay. Yes. Karibu sana daktari. Yes. Najua watu wamekuwa ama wapenzi watazamaji wamekuwa kiulizia kwa muda kuhusu ugonjwa wa UTI. Yes. Ningependa uelezee tu kwa kifupi huu ni ugonjwa upi? So ugonjwa wa UTI kwa Kiswahili unaitwa ugonjwa wa maambukizi kwa njia ya mkojo. Okay. Kwa sababu we call it urinary tract UTI, urinary tract infection. Urinary tract infection. So ni maambukizi kwa njia ya mkojo. Hasa ugonjwa unapata hasa unasumbua watoto wadogo, watu wakubwa, na pia wamama wajawazito. Lakini kwa leo tutaangalia maambukizo ya njia ya mkojo kwa watu wakubwa. Yes, UTI in adults. Yeah. Okay. Yes. Pengine ni nini daktari huwa akimleta huu ugonjwa? Hasa huu ugonjwa sana sana kuna bakteria ambayo inaitwa E. coli. E is just an abbreviation. But the full meaning of E inaitwa Escherichia coli. Is a type of bacterial infection. Ambayo unapata kama iko sehemu hizo nyeti. Inaweza leta hii shida ya UTI. Na pia kuna tutaangalia pia causes na tujue hii UTI mtu anaweza pata namna gani. So basically UTI ama maambukizi ya mkojo yanaletwa na bakteria ambayo inaitwa Escherichia coli. Yes. Alright. Yes. Daktari unaweza tuelezea tu kwa kina hii E. coli inapatikana aje kwa hii sehemu nyeti? Inafikaje pale? Yes. Asa E. coli number 1 ni kwamba tunapata kwamba organism au bacteria inapenda place ambayo iko na pH of 7 and above. Yani inapenda mahali iko neutral na mahali ambapo hakuna acid. So anywhere ambao kuna hiyo pH of 7 and above inaweza kuwa mahala hapo. Na pia tunaweza kuwa kwamba kunaweza kuwa na some other external causes za urinary tract infection ambayo so any temperature ambayo inaweza kuhaba meaning kwamba kukubali mdudu a survive obviously bacteria itakuwa mahali hapo. Yes. Okay. Yes. Ambia bona sana mwancho muligeria ni gotoga ntagosanganere Dr. Calvin Lizanga korwa asinyigitari ya Mount Olives Mosocho oyogendeta gukwanera iguru y'uburire bwa UTI bunabereka kutumanya obumburire kyobo ende ningi yakoboleta kondo mwancho muligeria asege kerebo sionto beto kumurikira cinjira a cyo kwambukiriwa kuburudubo enda gusanga na into tumanya soko bwati umuroberi ko na bayigori buriya gase daktari indireri emambia ya bonoiga. Daktari anaweza elezea mpenzi mtazamaji mtu anaweza amkiziwa ugonjwa vipi? Sasa causes of UTI ama vitu ambavyo vinafanya mtu anapata ugonjwa wa maambukizi ya mkojo. Tunapata kwamba
kuna kuwa number 1 but not very common inaitwa sexual intercourse. Na sexual intercourse ni ile hali ya kujamiana, intimacy. So wakati wa sexual intercourse, if someone has this given bacteria, kama mimi niko nayo, ama mtu mpenzi wangu ako nayo, what we'll do is that during that given penetration, this given bacteria inakuwa pushed to urethra. UTI sio STI. UTI when nimesema is just a urinary tract infection. But STI is a sexually transmitted infection. Hizi mbili ni tofauti. Sexually transmitted STI inakuwa spread ama inaambukizwa kwa njia ya kujamiana, sexually transmitted infection. But now the UTI part of it ina maana kwamba somebody has an underlying in the bacterial infection about E. coli. Then as a result of that sexual drive, ndio wakati unafanya ngono, kuna ile mvutano na kuna ile nguvu mtu anatumia something like that. So ile mtu inakuwa pushed to the urethra. Mwanamke akona urethra, mwanamume akona urethra. So wakati hiyo bacteria imepenetrate to the urethra kwenda juu mpaka bladder, zingine na mpaka kidneys. That's how somebody can get this infection. Yes, so that given push. In UTI we call it push, but in STI tunaita spread. So urinary tract infection is just a simple infection, na inaweza pia kuwa mbaya, tutaangalia venye inakuwa pia mbaya hapo tukiendelea na mjadala. Alafu pia kuna cause nyingine ambayo ni pregnancy. Mtu kama kuna ujauzito, that given UTI is normal. Okay. And why I'm saying the UTI is normal is because wakati mtu ako mjamzito, unapata kwamba ile tumbo imefura. Na wakati tumbo ni kubwa, unapata ujauzito, una pressurize the bladder. So bladder inakuwa pressurized. Na vile nilisema kwamba E. coli ambayo ni organism ina survive best pH of 7 and above, meaning hiyo ni base. Kuna what we call acid, neutral and base. So this organism survives in a basic environment. So wakati ambapo hiyo pH iko lowered to 7, unapata mama kwa mjamzito anaweza kuwa na hii urinary tract infection. So UTI in pregnancy, it is a normal condition. Na kama normal condition, mama anaweza kusema kwamba anasikia kama mgongo na muuma. Tutaangalia dalili baadaye. But then in UTI in pregnancy, it is normal, but then lazima mtu atibiwe kwa sababu iko na madhara zake. In pregnancy unaweza pata kama UTI in pregnancy inaweza fanya mama azae mapema, premature labor, si ndio? Alafu low birth weight, mama anaweza mapema mtoto anakuwa kilo kidogo. Ama mama anaanza kuona maji kama bado siku hazijafika. Kwa sababu gani? E. coli inaweza penetrate mpaka kwa placenta. Na alafu tunaweza pata kwamba mama mjamzito pia mtoto kwa bahati mbaya anaweza hata akakufia kwa tumbo kwa sababu ya infection. Yes. Okay, daktari, kabla uendelee, pengine mama mjamzito akiwa na UTI inaweza ambukiza yule mtoto ambaye amebeba? Hawezi ambukiza mtoto, ila tu mimba inaweza toka mapema kabla bado siku haijafika. Okay. Yes. Yes. Alafu unaweza pata kwamba most of the times kuna ile hali ya maumbile ya mtu, kwa mfano ama mavazi ya mtu. Kuna what you call hiyo moisture environment. Unapata kuna watu ambao wanavaa panty, tight pants. Mtu anavaa panty, hata akiwa panty na mchapa tua. Those tight pants are very dangerous, my friend. Sasa haifai kwa mtu anavaa panty tight, hata akivaa unasikia akivaa anaisha tua, ana push. So wakati mtu amevaa panty tight sana, unapata hizi sehemu zetu za siri zinakuwa compressed. Yes. Unazifinya sana. Like we si wanaume tunaambiwa kwamba nafaa tunaacha at least hiyo organs mbili hiyo yetu testicles zinafaa na hang kidogo, zinachukua weather. So wakati umezifinya sana, unapata kama anakuwa na hiyo environment haikwangi mzuri, hata fertility. In fact males, nataka mnielewe vizuri, males in the house, wakati unavaa panty tight sana, inaweza cause infertility. Asa unasema kwamba mimi sina nguvu za kiume. Kwa sababu gani?
hiyo hotness, hiyo temperature ambayo iko juu, hiyo moto ambao unapenda the testicles is not very adequate, it's not very good for them. Inafaa zinakuwa na temperature yao kivizuri. And females also, wakati navaa panty tight sana, hiyo moisture, hiyo temperature, unapata kama inakuwa ile ya juu, hasa mkojo inakuwa basic. Hasa wakati mkojo haina acid mingi, iko basic, inaleta hii Escherichia coli, ina survive pale. Alafu pia wamama ambao wanaenda ama wasichana ambao wanaenda kwa hedhi, menstrual periods. Wakati ambapo unaona kama pad imejaa, hata kama ni usiku saa ngapi, kindly simama, enda badilisha pad, vaa pad nyingine, alafu ukuje uendelee na kulala. Kama uko ofisi, kama uko ofisi unafanya kazi ya ofisi, kama pad imejaa, tafadhali and excuse yourself and utoe pad. Sababu kuna kwa choo unapata tumeweka ile bag ya pads. Penye mtu anaweza paweka pad yake. So by so doing hiyo infection ina limit. Lakini kama uko na pad unasema saizi ni usiku mroge atanipiga huko nje ama nini, itabidi hii pad imesoak, iko na damu. So ile environment haiko very very conducive, inakuwa ni mchanganyiko mbaya sana. So wadamu na mkojo and the rest, that environment you can imagine. So ile pia inakubalia survival of this given Escherichia coli. So wakati ambapo uko na mtu hajapandisha pads, pia inaweza cause such a problem. Alafu kuna watu ambao wako na ugonjwa ambao unaitwa prostate. Prostate and BPH, benign prostate hypertrophy. So hii ni ya wanaume, prostate ya wanaume. So unapata kama mmoja kuna prostate enlargement, wanakuwa na shida ya UTI. Kwa sababu the prostate is enlarged. So your completion ya kuurinate haiko. Incomplete urination inaweza fanya mtu akue na UTI, very very common UTIs. Alafu unapata pia kuna wale watu ambao wako na catheters. Mtu ambaye amekuwa mpira. Akona shida mkojo amekuwa mpira. So hizo catheters pia zinaweza cause urinary tract infections. So wakati mtu akona hizo catheterization bila kupeana antibiotics, inakuwa mbaya sana ambapo mtu anaweza pata hizi infections. Alafu pia kuna macho. Unapata mtu ameenda kwa choo ni chafu, yeye anaingia tu hivi na kwanza yeye anaingia tu kwa choo na kwanza kususu. Kama umeenda kwa choo mostly makichoja kanjo ama public toilets mahali ama kwa rentals, unapata watu kwa rentals watu wako karibu 100 wanatumia choo moja. So inafaa wakati umeenda kwa choo unamwaga maji kwanza, alafu unaenda kususu ama unaenda kwa haja kubwa. Ukimaliza pia unafuna mwaga maji, ndiposa hiyo infection pia ikuwe reduced. Wengine unapata mostly females wanakuwa affected kwa choo, juu wakati nimeenda kwa choo kukojoa na ile shimo iko hivi, unapata saa zingine mtu hajapima hiyo mshimo vizuri. Unapata ile splash, unakojoa pwa, hiyo splash ni mbaya sana. Unapata ile inakuwa na return. So ile environment, alafu ukimaliza kujipanguza, kuvaa panty na kwenda. So that given environment inakuwa mbaya sana. Alafu kuna watu ambao what to call kidney stones. Kidney stones is a condition ambayo inasumbua sana. Na hasa mtu ambao kuna kidney stones unapata kwamba wanakuwa na UTI. Na hii UTI wanakuwa nao kwa sababu gani? That's the same reason nilipatiana kwamba incomplete emptying of the bladder. Kwa sababu hizi stones kwa bladder hawezi kojoa, makojo yote itoke. So hii imebaki kidogo, hii inatanga shida kama hiyo. Yes. Alafu pia kuna magonjwa pia. Kuna some conditions ambazo zinaweza leta ugonjwa. Kuna conditions like diabetes. Mtu ambaye ako na diabetes, unapata kwamba first thing ukitaka kujua mtu ako na diabetes, we do what we call urinalysis. Ukiangalia urinalysis kwa lab, unapata kwamba kuna hiyo glucose in urine. Glucose in urine ina maana kwamba kuna sukari kwa mkojo. Na kama hata mtu ajui kwamba akona sukari, ukimwambia kuja nipime sukari, utakuwa kama sukari iko juu. So kama sukari iko kwa mkojo, it's not a normal condition.
mkojo haifai kwa sukari haifai kwa mkojo. So wakati ambapo mtu akona sukari kwa mkojo na confirmed diabetic, ile sukari ambayo kwa mkojo, sukari ni tamu. Now you can imagine how sukari is sweet on the table. That's the same way sugar is sweet to the bacteria in the bladder. So napata wakati hiyo sukari ambayo iko sweet kwa table, bacteria nazo pia zinasikia sukari ni sweet kwa bladder. So napata kama mtu ambaye kuna ugonjwa sukari anakuanga na recurrent urinary tract infections. In that kila saa anakuwa na hii maambukizo ya njia mkojo. Kwa sababu gani? Ile environment, sugary environment inakubalia hii bacteria isurvive. Alafu unapata kwamba kuna wale pia watu ambao tukolo pelvic prolapse. Pelvic prolapse is another condition ambao wanakuwa na recurrent urinary tract infection. Pelvic prolapse in that mtu akona hii disc haiko straight vizuri, iko prolapsed. So wakati mtu akona prolapse meaning ya prolapse ni kwamba inafaa pelvis ikuwe venye niko hivi, iko straight. Na kati iko prolapsed, iko na shida kidogo ya kimaumbile, ama mtu alipata ajali alafu akakuwa diagnosed of pelvic prolapse. So wakati mtu akona pelvic prolapse, unapata kwamba that full emptying of the bladder inakuwa hindered. So wakati iko hindered, hiyo pia inahaba infections. So unapata kwamba mtu kama huyu anakuwa na recurrent infections. Yes. Asante sana daktari kwa kuelezea hivyo. Je, mpenzi mtazamaji ameweza kupata kitu hapo. Pengine daktari umeweza kuelezea vitu vinavyofanya mtu aambukiziwe ugonjwa wa UTI. Mtu anaweza jua vipi akona ugonjwa wa UTI? Dalili zake ni zipi? Sasa dalili ambazo mtu anaweza hisi ama kuona au kupitia akiwa na ugonjwa wa maambukizi ya mkojo ambao tunasema ni UTI, unapata dalili kwa males na females, wa mama kwa wanaume. Dalili ziko almost the same. Ama ziko the same, if I may say so. Unapata kwamba dalili ya kwanza ni ile hali ya kukojoa kila saa. We call it frequent urination. Asa when someone has frequent urination, ina maana kwamba hii bacteria is underlying. Ndio inafanya akojoe kila saa. So dalili ambayo itakuwa ya kwanza ni kwamba utapata mtu anakojoa kila saa. Kila saa ni kususu, kila saa ni kususu. Mtu anaweza kuomba kama daktari, mimi niko na shida. Nimekojoa kuanzia usiku mpaka sasa nimekojoa mara 9. Nitamuuliza, mami uko na ugonjwa sukari? Akasema tena sijui kama niko na ugonjwa sukari. Wewe ndio utaniambia. That's all they say. So unachukua mama unampeleka lab, unaangalia sukari iko 4.2. That's very normal. Unamwambia hata mkojo, unapata kwamba kumbe ni infection ndio yako nayo. So hiyo dalili ya kwanza ni frequent urination. Alafu na unapata kwamba watu wengi pia complain mgongo. Mgongo unauma. Mgongo kuuma, mgongo unauma, na pia hapa chini inauma. Yes. Lower abdominal pains and back pains. So lower abdominal pains na back pains, this is another clinical feature ya UTI. So mtu analia mgongo, analia tumbo inauma hapo chini. So tumbo ikiuma hapo huko chini, inafaa tuangalie mambo na infection kwanza. Tupime urine, tuone urine iko namna gani. Yes, mjaka tumbo ni kubwa. Mtu anasema tumbo inauma na huko chini, mwingine tumbo inauma na hapa, mwingine tumbo inauma na hapa, mwingine tumbo inauma na hapa. So kama tumbo inauma na hapa chini, inaweza kuwa ni infection. Na kama ni mama ama msichana, lazima urule out pregnancy. Tumbo inaweza kuwa inauma hapa chini na kumbe mama ako pregnant. So tabidi tumane kwa urinalysis kwa lab na pregnancy test. Yes, kwa lab. Na pia utapata kwamba watu wengine wanasema kwamba daktari, mkojo wangu uko cloudy. Cloudy urine. You know clouds. Cloudy urine. Mkojo hauko clear. Mkojo ni kama mshikana. Inakaa ile yellow sana. Sijui kama mwaona mkojo wa sungura. Mkojo wa sungura umeshikana sana. Unakaa ile yellow. Mkojo wa sungura hata kikojoa kwa floor kama lazima ujue sungura amekojoa hapa. Sasa unapata mkojo unakuwa cloudy kama ile wa sungura. So mkojo ukiwa very cloudy,
unaona hiyo ni feature. Kwa sababu gani? Unaona kama infection, that is a basic environment. Basically that's a very basic environment. So huyu unaangalia sema kwamba huyu ni kama akona huyu ni kama akona UTI. Alafu hasa hii common hii sasa ni sana sana kwa wanaume. Unapata mkojo kwa damu. Females si sana but nakuanga kwa females but rare. But then in males sana sana kuanga na mkojo kwa damu. Hii inaitwa hematuria. Hematuria ni situation whereby unapata mkojo kwa damu. Mkojo haufai kuwa kwa damu. Na kama mkojo kwa damu kuna some degenerative features ambazo zinafanyika. Yes. Kuna some damage yanafanyika kwa blood. Ndiposa unapata hii bacteria inakula the urethral lining, inakula kule ndani mpaka sasa unapata anafanya nini? Mtu anatoa mkojo. Yes. So mtu kama anakojoa mkojo, hii pia inaweza kuwa dalili nyingine ya UTI. Alafu unapata kwamba ingine inaitwa kwamba tingling sensation. Ama urethral pains. Unapata mtu anasikia kama kuna kitu ambacho inakula kule ndani. Ni kama kuna kadudu kanatembea. So unasikia kwa urethral kwa sehemu zetu za siri unasikia kama kuna kitu ambacho inakula. So wakati unasikia kama kuna kitu inakula mtu, hiyo ni another sign ya urinary tract infection. So mtu akamwambia daktari, mimi nasikia kama kuna kitu inakula huko ndani. Hasa unasema ni nini inakula huko ndani? So ukipima mkojo unapata kwamba huyo mtu ako na UTI. Na wengine pia huwa na complain sana juu ya wanasema wakikojoa hawakojoi mkojo wote. Inabaki. So mtu anakojoa mkojo kidogo, ingine inabaki. But anasikia ile haja ya kukojoa. Yes. Yes. Okay. So in medicine we call it strangury. Strangury ni pale mtu anafeel kama anataka kukojoa na anakojoa lakini anakojoa mkojo yote. So medicine is also strangury. So hiyo strangury hiyo mtu anakojoa na unapata kwamba akojoi mkojo wote. Na wengine pia wanasema kama kuna nausea, kichefuchefu. Watu wengine pia wana complain juu ya kichefuchefu. So wakati tuko na ile kichefuchefu, nausea, unapata kwamba hii pia dalili nyingine. Yeah. Okay. Yeah. Asante sana daktari kwa kutuelezea hivyo. Pengine daktari unaweza tuelezea mbona huu ugonjwa uko common kwa wanawake? Asa ugonjwa uko common kwa wanawake. Hii ni maumbile. Kwa biology kuna what we call surface set volume ratio. Ukiangalia maumbile ya females na maumbile ya males is totally different. Males wako na hiyo organ yao iko small, tunasema hivyo. Na mama organ yao iko kubwa, we can say that. Now surface set volume ratio, these given organs in differ. So being that the ladies have a bigger surface area to volume ratio. Unapata kwamba it's very common in females and females contract it more compared to males. Alafu pia ile lifestyle ya wamama na hiyo mambo yao ya hedhi ambayo nimeongelea, wanaume au menstruate. Yes. Si kweli? So mama akienda kwa hajabadilisha pads, si atakuwa at risk. Mama amevaa ile panty tight, si atakuwa kwa risk. Mama ameenda kususu amesquat, anapata splash, si atakuwa kwa risk. Si kweli? Yes. So such like dimensions zinafanya mama wanakuwa at risk. Na wanaume sasa sisi tunakojoa kama tumesimama. Na pia males kama umekojoa kama mfano umedwanded me. Males kama unakojoa nafuu naangalia chini. Hiyo the penis inafaa naangalia chini. Sio kwa wall. Hata kuzoea kwa choo unapata wamelabel wametengeneza mahali pazuri pa mkojo kupitia. So nafuu naangalia hapo. Ukiangalia kwa wall kuna wengine pia wanasusu kwa wall. So your splash pia ikiwa hata kwa males pia inaweza cause this given problem infection. So unapata kwamba the females have the higher percentage of infection compared to males. Alafu that's to add on top of what you're asking. In terms of kujua mtu ni mgonjwa, males are number 1. Why? Smaller surface area. Males will report the first condition. Mimi naye nasikia mbaya daktari, ukimwambia leta mchumba wako ama mke wako tumpime ama leta your couple tumpime pia kama mkojo kuna shida. Tunapata kama mama sasa akona shida kuliko mzee. Yes. Why? What I've explained. Mwanamume akiwa na shida anapiga mpaka nduru.
Yes, wanasemanga UTI, yes. Wanasemanga engine imechomeka. So engine kama imechomeka lazima tuifanyie wiring kidogo kwa lab, alafu tunajua kwa wires. Alafu tunaita transformer ambayo ni mama pia anakuja. Transformer ambayo ni mama pia anakuja, tunaangalia transformer pia kuna namna gani. Kama iko sawa. Tuna balance, lakini by the end of the day we have to make sure that this family leaves our hospital smiling. Sio eti tumesema kwamba huyu alikuwa na mwanaume mwingine huko nje. Hii ni mwanaume halali kwa nyumba. No. We must make sure that these families are happy, wanabaki wenye walikuwa. So we tell them how this infection inakuwa spread and the causes and the treatment. Yes. Okay. Yeah. So daktari, men wana detect haraka kushinda ladies. Yes. Because of the surface area nimesema sasa. Men sisi hii yetu ni kidogo. Yes, hata kama inaweza kuwa ni kubwa lakini nikisema ni kidogo. Yes. Yeah. Ningependa ushikilie hapo daktari, tuingie mapumzikoni. Tukirudi tutaweza kuangalia ni vipi ambavyo mnafanya vipimo ili kujua kwamba mtu ako na ugonjwa wa UTI. Mbiyamo na sana mwanche muri leo itaseni Kiandizi TV. Niyotoka nditakusanga imiyumuru bili wensa kyabo no mambia asitogendete kumurikira gusirusanganere Dr. Calvin Lizanga urwa asinyagitari ya Mount Olives Mosocho uyogendete gutumanya iguru y'uburere bwa UTI bereka gukwanira bumburo irikyobo na kibogo cha asomubere ebimenyereri imbere byebi nabego mwanchi muri leta turasome asikiduka kegoto kuirana ndobe to gukwanira amange goto basagusuka to basakanyira enda gusangana ntwe asemambe yabonaga. Ndizi TV ubwansu bw'umugusi Bula butambe kuruwa muchubo songo edukaneye muyuka ekoni ibintu by'ugutumika nyumba by'ukoni asiduka ukwagacira iby'uburimi n'ibindi binge imena isiko yorogonkorwa gusi Owuru Superstores Limited buna bono koni abarinchira ya wholesale bune sukari omuchere amaguta y'ikinyini echumbi amabere chidaipa esabuni n'ibindi binge koni abari icyuma cy'ukwagacira amabati imisumari chisimiti chirangi chisengenge chiwilbaro n'ibindi binge nigo bagukubugurira umusigo ekero kwagurire goikabuo asegeka gichinse 24 beka eoda yao ku Rwanda osiasure ensiweta usobatarire imiyo mu cyubusungo asamagacho AJM Towers Building angena Credit Bank gose Uhuru Complex Building angena Safaricom Customer Care Kisi usuba kirisimi asikinambechi Owuru Superstores Limited, the people's choice, guaranteed lowest prices or your money back. Welcome to Luther Park International School. We have started. Luther Park International School ni skuru y'echinse cy'amaiko iyo yacagetikwe na University ya Cambridge aseregwe tanya chinse 150 amasomaye nigakotiri umwana na komwali bagali igiri kwirwanira asiti sector ao imeyense niko babwate birasiye ucagerekirija year 1 weka year 4 asibabu ate bintu byo gusomera bisaine unabono ki computer echo gikuru amasomo yekerero na mwigo mbabwate laboratory yekerero yani science laboratory niko babwate birugo byo kwikaransa bisaine bya baroki waba year 2 weka year 4 mbabwate bintu byo kubuga muziki unabono guitar, drum sets, keyboard, egatie binde nikubabwate asagaya asabana bakoragirira nabwo nabarimu umwana wosoma ase skuru ye natwarubuya wikwibwatanya ase chigosoli unabono skating wako pali wako mupira w'amaguru wika karate mbabwate stadium mwenene asabana bakogosoli chigosoli nabwigo bosire byego byabana ari nayo umwana gunigare bwatanya munebirabo unabono kirija drama na music kirija debate club
journalism, scouts, egatie binde nigo baguchaka kwarigania abana guchakira emyaka 2 amariganyo yani admission nigo egenderete nigo bagutuka asebara ya Kisumu Migori Junction hamwe n'Nyagitari lya Busungo wigo nabo kubonyera gwitras kinamba cyabo inoti 72 kyanda eyemo 72 inye kyanda inye isaronemo wose inoti 72 inye ibere isaronesato isaronemo eyemo ibere isaronesato. At Lupa Park International School, we don't just have teachers but facilitators of education who are highly competent and very qualified. Kisii Family Medical Center ni nyagatari ya kirero iyo kurobokoreri au irigo koenekeria afyenkia nguruba robokoreri buno koringori wa maiso na koena nebirore kurigereria maino obokoreri bwe laboratory mbabwate duka ya mariogo boigongo korabare physiotherapy ngwanchira bare insurance chikobwatia NHIF Minute Liaison Group Madson Group KCB area ya Cooperative Bank Teacher Service Commission CIC Insurance, National Police was a prison, GA Insurance, Resolution Insurance, MTBA, Trident Insurance, na Boygo Star Discovery Insurance. Nigo bago toka Samagacha New Sansoram barabara stage nene yechigari egoroba entangani. Asamanke bakire simi weterase namba 0758770764. Kisii Family Medical Center, your health, our responsibility. ayumuremyi giata kurworo gonkorwo gusihi nikisemo chiyetanaine wono na nkakiende yonsi talera eduka ya Enokem Agrovet Limited nichisagia chaye bwenyorera mariogo yugusyarire bimeri mugondo amoyo chimbusuro endagira yetugo embego yetugo amariogo yugo itekenyambi mugondo chi supplement chetugo ebichuchu byogutuga na yandamange naobare imiyumu chubusungo asamangacho Akenyoro Farmers Cooperative Plaza angena Market Plaza Orosagironde Nigurule opposite Shell Petrol Station formerly Falcon Petrol Station Nabuigo Orosagironde Nigurule nsemo ya Jogo angene skuru yoburuso ya Jogo Primary Nabuigo okoba kirisimi iliko manyamange Enokem Agrovet Limited growing healthier future one harvest at a time. Supermarket ya Kisii Mart bono nigo bachakiro murubiryo bwoko ni ebintu ki wholesale buna maguta yugo karangira chinyeni obosye bwokuruga chi diapers ne chi tissue chi sabuni body oils ebinywegwa esukari ebikoroto n'ebintu binde binge naboigo nkoni abalichianga chinyange chi bag chi carpet ebitanda emeito ne chi pillowcase chimesa n'ebirugo office furniture ebintu byogutumeka jikoni buna cookers, table burners, toaster ovens na microwaves, chi dispenser, cordless kettle, washing machines n'ebintu binde binge no bali miyo muchukisi opposite Kwanza Place ebare kogenda daraja mbili Kisii Mart Supermarket, the only man saver in town. Esukuru yokwegeli oburundi bwa Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukorera ubya asibirengo ao byo Burundi bwa Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV oburundi bwa chimatatu cha 14 seater D2 PSV oburundi bwa chibus CE heavy trucks F PWD
chia bantu bali noborema bwigomba bwete short courses chia BCD na B executive obuye bwukwigira na Rocky Driving School mbuliye buna ebirasi byabo nigo biri flexible chinga kigeri cyonsi urataka rituko nigo bagosomya umwaka umugima aborukia babo nigo banjire n'ikiumbe kiriye gikurira y'ubusera bw'Uburundi bw'ikigali gia NTSA buyo nkwigirure asenze mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire ime y'urugongo gusi asebali ime y'umucukisi asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigo chire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kiogi Junction na boigo asumuchukil Goris mbabwati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. Ndizi TV ubwansu bw'umugusi. Mbiamono sana mwanchi umuliyele bweta seni kya Ndizi TV chinga kyogenda kusangana intume umorobeli bwensa kya bono mambia asitogenda kusanganere Dr. Calvin Lizanga kurasinya gitari ya Mount Olives Mosocho oyogenda tegotosemya amange igoro y'uburere bwa UTI. Mbiamono sana sibagenda gutuma ujumbe cyene no bigo kobolia amabolino kerondo cha sensemeri ya Ndizi TV News Digital and watching live koronya kwae wanabodaboda wote tunakubali na ile kazi inafanyika huko Mount Olives. Tanga Frida salimia huyo Dr. Calvin ni Kevin Obiri chairman wa bodaboda Kitutu cha Chesaula. Wewe ni shabiki wako mkubwa sana. Au ni mtamu sana. Kevo, thank you. Okay, sorry woge susaga tabanga watching live Corona Kuru City. Sheila Keruba tanga good morning watching live from Nyaribari Chache. Dolin ke munto moenga atanga nagende tokubati muroveri korwa nsemeli ya kibiri kwa Masanyona follow live from Doha Qatar. Daktari, kuna maswali mbili tatu hapa ningependa ujibu mpenzi mtazamaji. Yes. Kuna yule ambaye anauliza kwamba huu ugonjwa unaweza kuambukizwa kwa njia ya ngono, kushiriki katika tendo la ngono. Venye nilisema tukianza tulisema kwamba urinary tract infection ama maambukizo ya hali ya kupitia kwa njia ya mkojo, maambukizo ya njia ya mkojo hayambukizi kwa njia ya ngono. Lakini njia ya ngono inasababisha mtu anaweza kuwa na shida kama hii. What I'm saying is in simple terms. Wakati ambapo kwa mfano mimi niko na infection na mpenzi wangu ana infection, hiyo si rahisi sana apate. Lakini kama ako nayo na ni female na mimi male sina na yeye ako nayo along the total life kama hizo, ile urge ya kupush unaweza pata, anaweza akapata. On my side again, kama hygiene yangu sio mzuri during that game penetration, mkeo anaweza pata. So hygiene number 1, lazima tukue watu ambao kuna hygiene mzuri, usafi. Usafi. Mwanaume oga kila siku. Unajua wanaume wengi hawaogangi kila siku. Kwanza penye kuna baridi. Yes. Wanaume wengi hawaogangi kila siku. Sasa inafaa tuoge kila siku. Na mama pia mambo na kuoga, hygiene inafaa ikue. Sasa kama hakuna hygiene mzuri, that given bacteria inakuwa tu underlying. So wakati mnakongo kwa intercourse ina penetrate tu. Yes, inakuwa underlying. So it just penetrates the ureteral lining. Si kama wanaelewa vizuri, wacha nirudie tena. Wakati ambapo mtu ako na infection kwa sehemu zake za siri, mimi niko nayo ama wengine hana, tunaweza kuambukizana kwa njia hii. Ile sexual activity, kuna ile mambo na push and pull, and you understand how it's done. So wakati tunachumbiana, naweza nikaipata. Kwa sababu gani? Ikienda kwa urethral lining, inapitia urethral lining kwa sababu hii ni bacteria. So bacteria ukidirect pale
hiyo ndio mtu anapata hiyo infection hivyo. It is not an sexual transmitted infection. This is just a urinary tract infection, but not sexual transmitted disease. CSTI, no. Yes. Okay. Yes. Kuna ile ambaye aliweza kuuliza daktari kwamba kuna wakati ambapo wanawake wanashauriwa kuhakikisha kwamba wanaanika nguo zao za ndani kwenye jua. Pengine kutoanika hizo nguo kunaweza leta maambukizi ya UTI. Inafaa mwanamke nguo za ndani inafaa zina kaushwa in an open air. Watu wengi wa rentals watasema wataenda paka chini downstairs nitengeneze nguo zangu. No, the only thing ni kwamba tukue na nguo za ndani nyingi. Nikiwa na 10 siku 10 si nguo ya kwanza niliosha imekauka. Yes. So unapata kwamba hii this given dry unafuna kuwa nguo dry innerwear. Dry innerwear. Inafaa kuwa very dry. Alafu pia wakati mtu anazipanguza akishaoga inafaa kwamba skin yake yote ni dry. Sana huko chini inakuwa dry kabisa. Kwa sababu ukiwa na maji kidogo hiyo inaweza leta infection. Yes. So inafaa kuwa very dry. Alafu namba 2 kuna wale ambao wanaweka pants chini ya pillow ama chini ya kitanda kaukia kwa kitanda huko. That's very, very dangerous. Sasa wakati ambapo unaweka panty chini ya kitanda ndio ikauke huko chini, hii inaleta what to call infection. And watu wengi sana wapanga na what to call yeast infection. Yes. Yeast infection inakuanga mostly because of that given temperature. So unapatanga UTI but now becomes yeast infection. Yes. Okay. Yes. Alafu wakati ambapo mtu kuna yeast infection utapata wakati wanachumbiana wanasikia uchungu. So painful intercourse, pain during intercourse. Asa unapata wengine wanasema daktari, baada ya kuonana na mpenzi wangu, baada ya kuonana na mzee nasikia uchungu. Ama tukichumbiana na mzee wangu nasikia uchungu. So hiyo ile hali ya kuhisi uchungu during sexual intercourse is mostly because of the yeast infections. Yeast infection kama mtu akona lazima kuwe na painful intercourse. Yeah, so hiyo pia ni dalili nyingine ambayo inakuanga kwamba wakati wa sexual intercourse someone feels pain. So hiyo ni dalili nyingine pia and it's very, very common. Okay. Yeah. Kuna yule pia ameweza kuuliza kwamba kuna sabuni zingine ambazo anaweza kuwa anatumia katika kuongea ama kuosha hiyo sehemu ya siri, zinaweza leta madhara ama zinaweza leta ugonjwa wa UTI. Hiyo sasa ndio mbaya zaidi. Sehemu za siri za kike atufai kuosha na sabuni hivyo. Hata wanaume tunaosha na sabuni lakini ni nje tu. Pale mbele sabuni kiingia, uliza mzee wako atakwambia. Sabuni kiingia huko mbele, it's very, very painful. Very, very painful. So sabuni haifai kutumia kuosha sehemu za siri. Sehemu za siri ukishaoga vizuri, sehemu za siri unaosha na maji vizuri. Maji vizuri, maji vizuri. Haufai kuweka hapo kuweka perfume. Hiyo sio nguo unaweka perfume. Haufai kuosha na uzi. Hiyo sio ngozi ile ngumu sana, lazima uoshe na uzi. So hizo vitu kama hizo, uzi nimeogea, mwingine ameogea, wewe pia unaoshea sehemu za siri. So hiyo inatanga shida kama hiyo. So haifai kuwa na sabuni, haifai kuwa na perfume. There's no best soap kwa hiyo sehemu za siri. Hakuna. Okay. Avoid soaps kwa sehemu za siri at all cost. Okay. Asante sana daktari kwa kujibu hayo maswali. Pengine tuingie kwa upande mwingine. Mnafanya vipi vipimo kuhakikisha kwamba mnajua huyu mtu ako na ugonjwa wa UTI? Hasa katika vipimo katika hospitali yetu ya Mount Olives ukija pale tunaangalia what we call urinalysis. Urinalysis in short kwa long term inaitwa urine analysis. So just called urinalysis. We analyze the urine. Ukipata kwamba wakati unapima urinalysis kuna vitu karibu 12 wanapimanga. Wanaangalia pH, wanaangalia sukari, wanaangalia ketones, tunaangalia bilirubin, tunaangalia kama kuna damu kwa mkojo, tunaangalia yeast, vitu mingi tunaangalia pale.
So wakati tumeangalia mkojo wako, hata mtu ambaye ana liver problem utajua kwa mkojo. Mtu ambaye ana kidney problem utajulia kwa mkojo. Mtu ambaye ana sukari utajulia kwa mkojo. So mkojo we do call urine analysis. So kuna what call dipstick, alafu kuna ya microscope. Microscope ni ile pale unachukua urine kidogo na kwa slide, then unaangalia kwa microscope, unaangalia ni shida gani huyu mtu ako nayo. Alafu pia pale tunafanya what call HVS, we call high vaginal swab. So wakati ambapo mtu anafanya high vaginal swab, unapata kwamba kuna swab ambapo mtu anachukua kutoka sehemu zake zile females, unapewa kwa some specimen collection item, alafu unaenda natoa hiyo swab. Hiyo how do you call the best time I can use hiyo maji yenye iko pale kwa sehemu za siri. Unaenda unatoa kidogo hivyo tu. Alafu unaleta daktari lab, then anaangalia. Unapata kuna what called trichomoniasis. Trichomoniasis is a very common UTI infection kwa females. Unapata kuna yeast infection. Pia baada ya microscope utakuonyesha kwamba kuna hiyo infection. Alafu pia kama kuna mtu ako na shida tumbo inauma sana, a very bad condition, tunaweza fanya what called culture sensitivity. Na vile nilisema last time kwa studio kwamba KTRH imekuwa ya msaada sana, and still napongeza CEO KTRH, na pia MOH pia wa Iranda wamekuwa msaada sana kwetu Mount pale. Tunawatumianga hawa clans wa culture and sensitivity. Tukisema culture sensitivity, hii culture ni kwamba kama hii ndio sample yangu, bottle yangu ya sample, hii ni mkojo hapa ndani, unachukua unafunika, hasa inawekwa what called dark room. Except kwa dark room kuna something ambayo ina grow kwa urine. Alafu wana evaluate, wanaona ni organism gani, ama ni yeast gani na kusumbua, ama ni bacteria gani ambayo inasumbua. Tena uzuri wa hiyo culture, hiyo culture inapeana the organism, the causes, alafu the possible drug ya kutumia kwa mtu kama huyu. So culture sensitivity is very very good. Na most times huwa tunachukua samples, tunafanya this class, wanafanywa that given culture. Alafu pia kuna what call kuna hizo imagings now. Mtu kama kunasikia ultrasound, tunafanya ultrasound, Mount tunafanya ultrasound, kana come there for ultrasounds, what tunafanya ultrasound kule. So ultrasound pia inaweza tuonyesha kwamba iko namna gani. Yes. Inatuonyesha kwamba iko namna gani, shida iko wapi. So pia kuna wale ambao wako na problems na mkojo ndio kidogo kwa wanaume, kuna tukola cystoscopy. Ambapo cystoscopy ni mahala pale ambapo kama hilo urethra. Cystoscopy hii ndio sasa mashine yangu, iko na lens na iko na light. So kuna kawaya kadogo kanaingiza kwa urethra ya mwanaume, alafu hii waya inamulika mpaka kwa bladder. Ukiingiza hivi inamulika. So inaonyesha shida gani yenye iko. So hiyo pia inafanywa na kunafanywa in advanced place. Hasa if kama kuna client ambayo ana need hiyo, ana warrant that given test, we will advise appropriately. So hizo ndio pima most times we do. But then kama complicated sana we can do CT scan. But then it's done, we will refer this CT scan. We still don't have a CT scan machine, but then we see how we can help the clients mpaka wapone. But basically these conditions we manage them very very well. Kama kuna shida kama hii, tafadhali just come any day, anytime, we'll assist you. Yeah. Okay. Daktari, mtu anaweza kuwa na ugonjwa kwa muda mrefu bila kupata matibabu. Pengine madhara yapi anaweza pata? So wakati ambapo mtu ako na ugonjwa huu, kuna zile complications ambazo mtu anaweza kuwa nazo. We call them complications. Usipotibiwa ugonjwa kwa muda mzuri, kuna kuanga na ile tumesema hematuria. Hematuria is blood in urine. That's number one complication of UTI. Na inakuanga very common. So unapata kama kuna ile blood kwa urine. Asa hii blood kwa urine ikiwa imeonyesha kwamba huyu mtu amekaa bila kuonekana kwa some time. So inakuwa a complication. Then unapata complication nyingine ambayo mtu anaweza kuwa nayo ni what we call cystitis.
Cystitis is inflammation of the bladder. Bladder hapa imeinflame. Na hiyo ambayo inaweza toa kwamba bladder mtu akona cystitis ni ultrasound tumefanya. Ni cystoscopy ile ambayo tumeongelea hapa. So those ones will tell you that mtu akona cystitis. That's another complication of UTI. Then napata kwamba kwa wamama wajawazito tusema kwamba wamama wajawazito kunaweza kuwa na preterm labor, preterm baby. Preterm labor ina maana kwamba mama ameingia kwa labor kama siku zake hazijafika. Na preterm baby ina maana kwamba mama amejifungua tu. Alafu pia at the same time complication nyingine kwa pregnancy inakuwa abortion. Unapata kama mtu akona UTI na akona mimba, mtoto huweza akatoka. So hii abortion is a very very bad complication of UTI in pregnancy. And that's why we always advise our mothers wakuje mapema wakisikia kama kuna tumbo inauma, mgongo inauma, wanakuja kusali mapema. Tunaangalia venye tunaweza tukawasaidia kwa muda ambao kama baada ya muda haujaenda sana. Alafu pia unapata kwamba complication ya UTI usipo treat infection mapema kwa wanaume tunakuwa call stricture. Stricture is whereby kuna some blockage kwa urethral lining, kwa lining ikienda kwa bladder. So wakati ambapo kuna hiyo blockage ina maana kwamba management haijakuwa appropriate au management hajakuwa effective. So inafaa tunaona watu kama mapema. So hii ndio another complication, stricture. Ambapo unapata saa zingine tunaona catheter inaingilia saa za kuja hizi pita. Sasa lazima tuweke nini? Catheter. Na kama kuna stricture, catheter is not advisable. Kuna venye huwa tunatengeneza. Tunakanga catheter huku juu. Sio kwa urethra. Tunaweka hapa juu. So catheterization tutafanyanga sasa. Hatufanyangi kwa huko kwa urethra. Then kuna ingine inaita pyelonephritis. Pyelonephritis is a complication. Pyo ni pus in medicine. Anything pyo means pus. So kama kuna pus kwa kidneys. That's the worst complication of UTI. The worst complication of UTI is pyelonephritis. So wakati ambapo mtu akona pus kwa kidneys, lazima huyo mtu angalie kwa sababu hii inaweza kamaliza kidneys, mtu atolewe kidney moja. Yes, wengi wametolewa kidneys kwa sababu ya hii pyelonephritis. So these are the complications za UTI ambazo zinasumbua watu sana. Another complication ni ile painful sexual intercourse. Hasa wakati ambapo mtu anajuana, uchungu inakuwa, unajamiana, unapata uchungu unakuwa mwingi. Yes. Alright. Pengine daktari unaweza tuelezea kwamba mtu akikaa kwa muda mrefu kabla hajatibiwa haswa mwanamke anaweza pata ugumu wa kupata mimba. Hasa kama mtu amekaa kwa muda bila kutibiwa, kuna uwezekano mtu anaweza kuwa na ugumu wa kupata mimba. And that's another complication tunaita infertility. Infertility is another complication ambayo lazima pia tungeguzia kabla hatujamaliza kipindi. So infertility inakuwa wakati ambapo mtu anakuwa na recurrent infections. So wakati mtu akona hiyo recurrent infections, inafaa tunamwangalia, tunatibu. Then hiyo infertility si inakuwa permanent, no. Yes, inaweza kuwa primary and secondary, but then we see how we can reverse this infertility. Kuna madawa tunaweza mpatia kwanza tuone vinampeleka baada ya treatment. That's why anyone mwenye ako na hii complication ya infertility, we have to do urine analysis kwanza. Then we do the syphilis test called the VDRL. Tunaangalia kuna syphilis, ako na UTI, ni nini ako nayo. Then from there tunaangalia na tuna evaluate. Lakini kuna hope kwamba baada ya matibabu atakuwa na mtoto. Si eti atakuwa mtoto kabisa. No, kuna hope after some time of treatment atapata mtoto. Okay. Daktari, sijui kama kwa upande wa wanawake huwa ina affect menstrual periods zao. Wakati mtu ako na UTI anaweza pata ugumu kwa menstrual periods. UTI I affect menstrual periods. Hizo zinakujanga tu. Someone can have menses na kuna UTI. Yes. So hizo hiyo I affect. What affects mambo ya menstrual kwa mama ni stress. Okay. Na kwa uliweza kuzungumzia hapo awali effects za UTI kwa mwanamke ako na mimba. Naona kuna mpenzi mtazamaji ambaye anaulizia swali kama hilo, pia unaweza mjibu. Kuna mwenye ya ina shida, acha nimsaidie. Okay. Tulikuwa tumeongea kitambo kwamba UTI in pregnancy
is a bad condition to our mothers. Kwa sababu UTI pregnancy unapata kama mama anaanza sema akona nausea, akona back pains, akona lower abdominal pains. So unadhani kama mama ako in labor na kumbe sio labor, ni UTI. So kwa pregnancy nataka nijibu hiyo mpendwa kwa sababu kama ndio message kwa TV sahi ni kwamba hiyo UTI pregnancy inakosa premature birth. In that unajifungua kama bado siku zako kufungua zijafika. Preterm baby. Preterm meaning term ni complete 40 weeks. So preterm means that umezaa kabla 40 weeks hazijafika. Yeah, so hii pia inaweza cause that problem. Alafu in pregnancy pia nilisema kwamba inaweza cause abortion. Yes, any abortion. Unapata mimba inatoka tu bila siku kufika. So hiyo pia inakuwa complication kama hiyo. Alafu namba complication nyingine ambao sikutaka kusema lakini wacha niseme kwa sababu ya lazima tuongelee. We call IUFD. Intrauterine fetal death. Mtoto pia anaweza kukufia kwa tumbo kama bado kama uko na infection na hujaitibu. Yes, it's a scary complication, but then let's just share it so that our mothers can be vigilant na cautious wakiwa na complication. So mtoto pia anaweza kufia kwa tumbo. Unasikia mtoto achezi, unasema mtoto wangu achezi. So wakati mama akona ujauzito pia hiyo IUFD means that mtoto anaweza kufia kwa tumbo, hii is another complication. Okay. Yes. Daktari, kabla tuangazie matibabu, ningependa pia uzungumzie kuna yale magonjwa ambayo yanayochangia kuleta ugonjwa wa UTI. Tulikuwa tumeongelea kidogo na tupenda kwa sababu ya swali hilo. Tumesema kwamba ugonjwa ambao unachangia kwa UTI tulisema sukari number 1 of them. Na wakati mtu akona sukari unapata kwamba ile environment ya mkojo kwa bladder tulisema kwamba urine is supposed to be acidic, not neutral or basic. Na wakati ambapo mtu akona ile E. coli ambayo ni bacterial infection ambayo ina cause UTI unapata kwamba anakuwa na sukari kwa bladder. So wakati mtu akona sukari kwa bladder, I said that sukari kwa bladder vya sukari kwa table tunakulanga vizuri. Ile bakteria pia ikiwa na sukari mingi kwa bladder inakula hiyo sukari. So by that doing they multiply. Wakati ambapo E. coli hii bacteria multiply, mtu anakuwa na hii urinary tract infection. So anapata anasuka kila saa, anauma mgongo, vitu kama hizo kukojoa, unasikia kama ni chungu kukojoa. So diabetes number 1 of them. Alafu pia tuliongea juu ya pelvic prolapse. Tukasema huenda mtu akona pelvic prolapse. Huenda hii pelvis mtu alipata ajali ika prolapse kaenda sideways ama iko na banyaiko vizuri kama hizo. So hiyo ina cause incomplete emptying. So by so doing incomplete emptying unapata kwamba mtu anaweza kuwa na hizi UTIs. Then kuna wale ambao kuna prostate. Enlarged prostate kwa wanaume. Yes, ni wanaume. So pale kwa wanaume kwa na prostate ile emptying haikwangi complete. Yes, mtu anakojoa kidogo, dribbling of urine. Anakojoa kidogo tap kama maji imesha kwa tap. So wakati mtu anakojoa hivyo ina maana kwamba ile urine ambayo iko kwa bladder yote haijatoka yote. Inafahamu susu yote ishe. Ingine kuja kutoka kidneys vitu kama hizo. Yes, so wakati ambapo mtu atoi mkojo yote ile ambayo imebaki is called residual urine. Residual urine ile ambayo imebaki. Ile ambayo imebaki ina cause again infections. So mtu anakuwa na multiple infections. Okay. Yes. Asante sana daktari. Hebu angazia yeast infection. Kuna mwingine ameweza kuelezea about yeast infection. Mweleze tu kwa kifupi. Yeast infection when tulisema inakuwa kama as a complication of UTI. Na pia inaweza kuwa on its own. Why? Asa hii sasa inakuja as a mode of infection. Kwa mfano nataka nichukue mfano ndipo mtu anaelewe yeast infection inakuja vizuri. Hii inakuwa most common kwa females. Asa wakati ambapo mtu ameenda kwa menstrual periods hajatupa pads zake kwa time nzuri, unapata ile environment inakuwa very very basic. Na ukiwachana na hiyo, mama ameenda kwa bafu, ameoga, hajajipanguza vizuri. Amevaa panty na bado hajajipanguza vizuri. Hiyo that given environment inakusumbua to call yeast. Yeast is a fungi now. Ina grow.
So yeast ni fungal infection. Yeast infection. Yes. So yeast kama iko unapata kwamba ukiweka kwa microscope unaona kama hii ni yeast infection. Kuna what we call budding. Ukiona budding kwa urine inamaanisha kama mtu akona yeast infection. So ideally inafaa tulikuwa nasema kwamba inafaa tunaandika nguo zetu mahali penye iko open. Kama ni bathroom yako ikuwe open. Kama ni bedroom ikuwe mahali penye iko open. Usichukue nguo yenye iko moist uweke na zingine alafu tena uvae. No, hiyo ni what we call yeast infections. Yes, so hiyo ni precaution. Okay. Asante sana daktari. Hebu tuelezee sasa ugonjwa wa UTI katika hospitali ya Mount Olive unapeana vipi matibabu? Katika hospitali yetu Mount Olive kuja kule kuna matibabu tofauti. We treat kuna dawa za tunapatiana kuna protocol uncomplicated UTI na complicated UTI. So hapa kwa uncomplicated UTI we just give oral medication. But then kwa complicated UTI we give an injectable plus an antibiotic for a period of 5 to 10 days. It can go as far as 14 days depending on severity. Alafu in pregnancy kuna pia madawa ambayo tunapana kwa pregnancy. Is a pregnancy as kama dawa zangu ama dawa zako. Lazima pregnancy, we treat pregnant women as special people in the community. So wao kuna madawa zao tunapatia kando mzuri sana kwa pregnancy ambao pia haitadhuru mtoto. So hizo madawa zote tuko nazo. There are several antibiotics that we have to assist our clients with this given condition. Yes. Okay. Yes. Ana Jacqueline Nyabuto kutoka Kiumbu anasema watching, good morning to you. Abel Okindo watching live from Thika Bwakire Vyajeria Kirubo, listening from Manama Barin Kingdom all the way to my home Kisii County, following. Ndio maana sana sababu magenda yatakubwati Morogoro. Daktari, ni njia zipi mpenzi mtazamaji anaweza fuata ili kuzuia uambukizi ama kupata ugonjwa huu wa UTI? Asa kama mtu anataka kuprevent UTI inafaa tuwe watu wasafi. In that tukue watu ambao wanapenda maji ya kuoga, tukue watu ambao wanapenda environment safi. What I mean is that kama tumeenda kwa public toilets, let us see the condition of the rooms ambapo tunaenda kukojoa ama tunaenda kwa haja kubwa. Lazima ikuwe a clean environment. Kuna siku nilienda Nairobi, nilikuwa Nairobi pale Kibera kulikuwa na choo wengine hapo. Watu wamejisaidia mpaka kwa choo inaonekana tu kwa floor. Choo unaona kuna choo hapa na wengine bado wanaingia. Wanaenda choo juu ya choo wengine. It was very bad. I felt so bad. So such like conditions are very pathetic conditions ambapo mtu hufai kupatikana kwamba unaenda kusoma kama hapo. Kwa sababu kama unajipenda utapata UTI. Yes, kama hizi ndogo za environment should not cause UTI to a person or to an individual. So ingine pia ni kwamba inafaa kama umekazwa mkojo ufai kuweka na mkojo. Ukisikia umekuwa pressed hata kama unahubiri ambia tu watu wako kwamba kidogo tunakuja. Enda ususuate kama wewe ni pastor maliza kuja endelee kuhubiri. Ufai kupostpone mkojo. No, kama una travel enda ambia driver tafadhali naomba usome kidogo. Driver kidogo tu uende ujisaidie kwa sababu hii inaweza fika kwa kidneys. Yes, affect kidneys. This is not a serious this is not a joke. It's a very serious problem. Ambao watu wanasipanga tu kwamba wacha nikae na mkojo mpaka nifike huko. No. Any full bladder go and empty the bladder. Wakati ambapo una empty the bladder inakuwa rahisi sana. So again kwamba kunywa maji kwa wingi. Yes, this is a prevention. Yes, kunywa maji kwa wingi. So wakati ambapo mtu anakunywa maji kwa wingi, ukikunywa maji mingi inatoka mingi. Inaosha ile. Yes. In fact in the US or America UTI hakuna. Yes. Wazungu watibu UTI? No. Wanajua mambo na maji. It's not very easy. Upate kwamba watu wanalia mambo ya UTI. No. Okay. Yes, sisi ndio mambo na anything hygiene wametushinda sana. So please, let's take a lot of water. Mama kwa soko
anakumbuka tu uji. Anakumbuka uji na marabuoni. Anakanya kwa soko siku mzima hajakunywa maji. So vitu kama hizi ni mbaya sana. So inafaa tukunywe maji kwa wingi. Sio bosa kwa wingi, maji kwa wingi, si pombe kwa wingi, maji kwa wingi. So hii maji kwa wingi inatusaidia sana. Ina empty the bladder, ina irrigate the kidneys. Ambapo kama irrigation ya kidneys ikuwa mzuri, unapata kwamba bladder itakuwa sawa pia. Alafu pia inafaa kama mtu anasikia dalili yote ya venye tushaongea dalili yote, inafaa unaenda kwa hospitali, at least unaonekana wajue shida ni gani. Yes. Mapema, wanasema mapema ndio best. So ukienda ukipimwa upate kuna UTI, unakuwa manage mapema, inakuwa rahisi sana. Yes. Okay. Doc, kuna wale ambao unapata kuna mvurutano wakati maybe mwanamke amepata UTI, mwanamume hana. Maybe unapata watu wanablemiana. Pengine unaweza tuelezea umuhimu pengine wakati mwanamume amekuja hospitali kutibiwa akiwa na partner wake. Sasa na mtu akiwa na UTI, what we do in Mount Olives kwamba kama mimi niko na UTI na Frida daktari wangu. Frida ataniambia kwamba please Calvin, naomba kesho ukuje na mke wako. Tumwangalie pia tujue shida iko wapi. Ukiambia mtu kwamba tujue shida iko wapi, hiyo inakuwa open vizuri. Usianze kuweka talent na fitina kwamba hii ni mzee ndiye ameleta. Hii ni mama ndiye ameleta. No. Tumesema kwamba UTI, tumesema kwamba hiyo si sexually transmitted infection. Sio UTI, sio STI, no. So wakati ambapo mke wake amekuja the following day kupimwa, tunaongea nao wote, then tunaona the possible causes, tunawauliza lifestyle yao, hygiene yao iko namna gani. So napata kwamba watu wote wanakubali kutibiwa, na wakibali wote kutibiwa, ugonjwa unapona. So ningependa kuongea na watazamaji kwamba ukiwa na UTI kindly usijitibu yugis nuko mosocho. Jitibu tu around mosocho. Alafu ambia mke wako pia kuja tibiwe. Kwa sababu kwetu tunasema kama daktari mke wangu hayuko karibu ako mbali na kumbe uko na mke. Hiyo ni mbaya sana. Na kama pia mtu ako na UTI, mwanaume ako na UTI na ako na wanawake 6 au 10 au 7 au 4 au 2, inafaa watu wote watibiwe UTI. Yes. Kwa sababu unaweza pata kwamba ulipata hii UTI kupitia kwa someone number 3 ama number 4 na number 1 hana. So inafaa watu wote watibiwe. Na wakati ambapo mtu anatibiwa UTI, atufai kuonana kimwili for at least 3 weeks. Lazima tena kuja ufanye test. Ndipo tujue kwamba tucertify kwamba UTI imeisha kabisa. Ndipo mtu fanye nini? Mtu aanze kuchumbiana na the wife ama the husband. Because kama natibiwa sa UTI na mke wangu atibiwa UTI, hiyo ni mbaya, meaning sitapona. Mimi natibiwa, yeye atibiwa, naogopa kumwambia. So wakati nachumbiana naye, hii ni not a reinfection kwenye mkubwa wangu amesema. So hiyo reinfection inakuwa. So hakuna siku utaweza nimepona UTI, no. Unatibiwa, unaenda na mke wako. Unatibiwa, unaenda na mzee wako. So lazima nyinyi wote mkuwe na stop kidogo. Mnapewa off 21 days. Mkiangalia wenye mnajitibu. That time mnakunywa madawa, mnakunywa maji mingi. So hiyo inasaidia sana. Okay. Asante sana daktari kwa kutueleza hivyo. Kuna wale ambao wanaogopa, pengine wanaona hizo dalili but wanaogopa kuenda hospitali. Ungependa kuambia vipi? Watu ambao wanaogopa hawajipendi. Mtu akiwa mgonjwa, wanasemanga mfichae uchi hazai. Wahenga walisema hivyo. Ukipata mama anaingia maternity na amevaa panty, huyo si mama serious. In fact, unaweza hata baki kwa nyumba. Wewe kuja tu maternity, ujue kuja tu kujifungua. Just come. Tumezoea hiyo. Just come. Wewe kuja tu kama uko free. Direct. Uingie hivi, atukwambie tu hapa panty. Hapana, unaingia hivi na kuzaa. Mtoto wako ndio anza kuonyesha mtoto. Tushakwambia venye tunafanya. Tumeweka vitu kwa macho, dawa nini. Hivyo. Okay. So, wakati ambapo mtu akona UTI, usiogope kuja. Kwa sababu ya complications ambazo tumeongelea. Hii inaweza kuleta shida kubwa sana kwa wanaume. Unapata hata function ile hamu. Baadaye kwa wanaume another complication kwamba
ile hamu, una hamu ya kwenda na mwanamke. Hiyo UTI pia huwa inapotezanga hamu kwa both females and males. Hii ni complication nyingine ambayo ni ya maana sana. So hauna sexual desire. Sexual desire inapotea kabisa. So wakati mtu kuna UTI na umekasa kujitibu, utasema kama daktari, mimi niko tu hivi. Yes. Wanasemanga mimi niko tu. So wakati nisema huko tu, unashangaa huyu hayuko. Yes. Sasa wale watu wako tu ni ile UTI ambayo hajatibiwa vizuri, inaweza fanya mtu akose ile urge ya kuchumbiana na mwenzake. Na wakati umekosa kuwa ana urge, mama anakuwa pressure. Anataka kadosi. Sasa wakati anapewa pressure, anataka dosi yake, na wewe pia una nguvu hapa, mjue inaleta shida kubwa sana. Mama atafikiri kama maybe umelala nje na mama mwingine, ama umeoa na wewe hujaoa, kwa very innocent, hujaoa ni yeye tu. Lakini mama wote wale kama ni yeye tu. So kindly just come over utibiwe. Na mama, kama wewe pia uko na hii infection, pia hiyo hamu itapotea. Na kama hiyo hamu ipotea, ambia tu mzee wako. Mzee wakati ukienda kwa hospitali mletee sema kwamba mko na UTI wote. Inakuwa rahisi sana. Hata kama ile hamu wana of you hana ile hamu. Mtaelewa kwamba kumbe ile shida niko nayo ndio imeleta UTI. So inakuwa rahisi sana kuorganize familia. Okay. Asante sana daktari kwa huo wasia. Pengine naona muda wetu umeyoma, unaweza karibisha watu kwa Mount Olive, utuelezee ni services gani zile ambazo mnaofa huko. Kwanza nataka nishukuru watazamaji wote kwa muda wenu ambao tumekuwa nao pamoja kwa kuongea mambo na UTI, ambukizi kwa njia ya mkojo. Tumeongea vizuri sana. So kwa wale ambao wamefungua TV saa hizi, mimi ni Calvin Lizanga, natibu Mount Olive Medical Center, Mosocho, na pia nafanya kazi Mobile County, wanaita County of Endless Potential. Hapo ndio tunafanya pia kazi. Hasa wakati niko off, tunapatikana Mount Olive. Mount Olive tunapatikana Mosocho, opposite Pillars, opposite Pillars Resort. Tuko hapo opposite hapo. Hasa our services ambazo tunaofa free consultation. Ukija kule tukukuona, hatuwezi kulipisha kuona juu kwa mgonjwa zingine una pesa. So just offer free consultation. Alafu pia tuna offer free deworming. Kwa dawa za minyoo pale tunapeana for free. Then you offer free blood pressure check-up. Okay, blood pressure check-up ni free. So kama uko na pressure, kindly come tupime. Then we do free weighing. Alafu pia tuko na laboratory services. We charge fairly. Kwa laboratory services kama malaria just do 100 shillings. Hiyo kupima mkojo, ukitaka kupima mkojo kujipima na 150 shillings. Kama ni sukari tunapima na 100. So we are affordable at least. So just come there. Tuangalie mambo na syphilis, gonorrhea, we test at 200 shillings. Na utakuja pale tutaongea na wewe mengi, so we do the blood test. Alafu pia tunafanya family planning. Hiyo tunafanya. Then ukija pia pale kuna guidance and counseling, pia tunafanya watu ambao wako na stress, tunaangalia how we can counsel them. Then we also do ile ultrasound, we do the ultrasound. Tuko na hiyo machine ya ultrasound. Ukiwa uko na shida just come there, we'll do the best. Pia tuko na outpatient and inpatient services. Tuko na wards pale, ukija pale tukusaidia kwa njia ya haraka. Alafu pia tuko na special clinics. Special clinics kwa watu ambao kuna ugonjwa wa diabetes, hypertension, rheumatoid arthritis. Arthritis mmoja nasema watu wengi sana. Kuna siku nitakuja kuongelea arthritis hapa kwa studio. Arthritis tuangalia arthritis. I'll come next tuangalia wana arthritis. So arthritis tunasaidia watu ambao kuna arthritis sana. Kuna hiyo clinic. Then tuko na clinic watu ambao kuna ulcers. You can come over. We see how to assist you. Mambo na ulcers tuko na hizo special clinics. Then tuko na what we call physiotherapy. Kuna therapist anapana kujanga pale kusaidia watu ambao kuna stroke problems. You can come there for physiotherapy services. We have the services are just around here. Come so that we can help you. Alafu pia tuko na what we call home based care services ambayo tumeanza. Kuna wale ambao hawajiwezi, the disabled, the clients with the challenges, mental challenges, tunaenda kuwaona, we see how to see them. Home based, just review them. Alafu tunawasaidia penye wako kwa sababu kuna mtu kama we have our client about 110 years. Sasa client with 110 years hawezi kuja kwa hospitali. So huyo ni wa Mungu. Lazima sisi ambao bado tuko wadogo tuende tumtembelee tuone ako namna gani. So we also do the home based services. So kama uko na mama ambaye amezeka sana, unataka asaidiwe, you can come over, ongea na sisi tuone tunaweza kusaidia namna gani. Yes. Asa this is services that we offer.
na tunaona tunaenda vizuri. Sasa God willing from next month pia tunaona mama mjamzito. Antenatal clinics tuna offer antenatal clinics. Okay. Just come in good time tutakusaidia. Pia family planning pia tunafanya hapo. Then from next month tutakuwa tunafanya maternity. Maternity itakuwa from next month. Sasa wewe kuja ujifungue tuone namna gani. Okay. Yeah. Aha, hiyo ni vizuri sana. Those are good news. Asante sana daktari kwa kufika katika studio na kuweza kuelimisha mpenzi mtazamaji. Mbema na sana mwanchi mulire kwa biri ko gusanga na into ikotoga cyage to muri wensaki yakuri mambe yale ngingi yabo ikira bona iga bagosemira ko nga kwa biri gukwemanya amange gwetera omugeni bwiri tukolere ko nubanchi mulire gwikira gabo nongo ikira omoerio gukomulikira omuri bwiri tukolere rero kulinde nimetinga mbaroro bali baganitie enamba yesime. Aha daktari ukweza kupeana nambari ya simu pengine kuna yule ambaye angeweza kufikia ili afanye consultation. Nambari ya simu tunafanya kazi 24 hours na nambari ya simu 0721 113 033 0721 113 033. Yeah. Sana daktari. Yes. Okay, bienvenido sana mwanchi mulgeli atomera neli tukolia ankyo astra batogo sanga amange bienvenido sana sura moto watisia anena sense media joma angi oyo bagaga twali bagali abene gusanga no mugeni wili tukolia rero nabaga sense maya nchama Abigail oyo neke una chibi channel yo gidi aberi ko wekera asole asenchira yabene retre ne Kerubo Frida twara obulgeli akorobya.